Yesu asifiwe. Namshukuru Mungu kwa ajili yako kuongoza wakati kama huu, lakini leo niko hapa kwa ajili ya kuambia kwamba alinoipitia sio kama Mungu hiyo, sio kama Mungu usikii, wanakusikia na wakati ngumu Mungu anakuwa ametengeneza mazingira ya wewe kuja kufanyika daraja au msaada kwa mtu ambaye anapita. Mungu anapita naye kwa jinsi isivyoelezeka, umsaidie. Kwa hiyo nyakati nyingi zinakuja au majaribu yanakuja kwa ajili ya kuimarisha na kukuweka imara. Mfano, nimemaliza chuo, ilikuwa 2017 na nikaa maisha ambayo magumu sana, kiasi kwamba kuna wakati kwenye ile miaka 7-8 na mwezi unaweza ukapita bila kushika shilingi 10,000 au 5,000. Nashukuru sana wazazi wangu. Kuna wakati nilikuwa mtu ambaye nilikuwa nataka mambo makubwa sana. Wakati nilikuwa namwambia kwa mwezi ndiye moja nitoke kuwafiana na ndugu jamaa na marafiki. Kwa sababu gani? Mimi nilikuwa nina uhitaji kwa kuna nilikuwa na mama alifanya pale ambapo Mungu atamfanyia. Kumshukuru Mungu nikiamini kwamba bado hali sio nzuri. Kwa hiyo kwenye ile miaka 8 kuna wakati niliweza kutembea hata kilomita 10. Sio kwamba nilikuwa napenda, nilikuwa na chochote. Unatoka kibaruani ili ufike nyumbani lazima utembee umbali wa kilomita 7. Na kuna wakati mwingine nilikuwa nafunga, sio kwamba nilikuwa napenda kufunga, lakini nyakati sina hela kununua chakula ya kula mara 3, ya kunywa chai asubuhi, chakula cha mchana, chakula cha jioni. Kwa hiyo nikifunga nilikuwa ninaweza kula jioni na maisha yakaendelea. Sikuwahi kumlalamikia Mungu wala kulalamika mbele za Mungu, kwani Mungu ananiruhusu nipite hapa. Kuna wakati mwingine nilikuwa nafungua na kunywa uji wa chumvi. Why? Mungu aliruhusu nipite kwenye ule ugumu, sababu alikuwa anajua kabisa kuna mtu atakuja, nitaunganisha naye na nitampa zile insi ambazo mimi nilivuka na Mungu. Ndio nina imani kwamba hawezi kumaliza miaka 2 kwenye ile changamoto ya ajira ambayo amekutana nayo. Changamoto ya ajira sasa hivi ni changamoto kubwa sana, lakini kwenye hiyo changamoto bado kuna watu ambao tunasimama nao na kuomba nao. Mungu anaonekana, Mungu anaonekana kwenye huo wakati mkuu ambao unaona wewe huwezi kuvuka. Tazama, na upendo sana huu mstari kwenye Isaya 43 mstari wa 18 na 19. Biblia inaniambia kwamba msiyakumbuke mambo ya kwanza, wala msiyatafakari mambo ya zamani. Tazama, nitatenda neno jipya, sasa litachipuka. Je, hamtalijua? Sasa nitafanya njia hata jangwani na mito ya maji mikali. Kwa hiyo kwenye huo ugumu, inua macho yako, funga macho yako ya nyama, inua macho yako ya roho kwa Bwana. Ni Mungu, asante kwa hapa nilipo, kwa maana kule ninakokwenda wewe unajua nitafika vipi, nitafika namna gani, sijui. Wewe utafanya njia. Kwa kwenye hilo jambo Mungu ana uwezo wa kufanya njia. Sijui una uhitaji gani, ila mimi ninaamini kwamba kwenye hilo jambo Mungu ana uwezo wa kufanya njia. Kwenye hiyo nyika ulioko Mungu ana uwezo wa kuleta mito ya maji. Kwa hiyo usiogope. Bali mzego hajawahi kushinda. Hajawahi kushinda. Mungu hajawahi kushinda. Mungu hajawahi kushindwa.
Mungu hajawahi hilo ndio tunalolia. Hajawahi. Wewe ni kipimo. Leo siogopa. Asubuhi yako yaje. Wewe uleta kazi kwa muda mrefu. Na uko hapa kwa asubuhi yako yaje. Na uona uko. Utauona uko. Na Mungu amenipa hicho kipawa. Kuomba na Mungu unahitaji wa kazi. Ukimwelekeza kitu cha kufanya, ni yake atakuwa kufanya. Anaonekana. Sio kwamba anajitolea utukufu, no. Ni hakika. Kwa hiyo kwa watu ambao walifanikiwa. Mimi niliteseka kwa muda mrefu, lakini naamini na wewe hautateseka. Naamini na wewe hautateseka. Niko kwa ajili yako. Usiogope. Sawa.